Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Niko hapa kwa jambo moja tu, kukumbusha kwamba kongamano kubwa la maombi ya Paulo na Sila ambalo tulilisubiria kwa muda mrefu sana limeshafika, na tunahesabu masaa machache yajayo. Jumamosi hii tunakwenda kuandika historia kubwa ya kusimamisha agano la Mungu juu ya mataifa yote ya ulimwengu. Kama unavyoona hapa, niko na bendera za mataifa mbalimbali, na hapa ni kanisani. Waonyeshe, hii ni madhabahu, waione. Hapa ni kanisani, na niko hapa, nimeweka kambi tangu siku ya Jumatatu. Niko hapa nimeweka kambi kwa ajili ya kuendelea kumsihi Bwana anipe upako, anipe neema ya kuwafanya watu wote watakaofika mahali hapa wakutane na nguvu za Mungu. Hiki kitu ninachokifanya, walio mwilini wanaweza wakaona ni kama kitu cha kawaida, cha kuchekesha, cha kudharauliwa, cha kujifanya. Unajua kuna wengine wanasemaga anajifanya, lakini nataka nikwambie, nitakupa ushuhuda juu ya jambo hili ambalo tunalifanya na tutakwenda kulifanya. Nitakupa ushuhuda jinsi Mungu alivyosema nami kwa mara ya kwanza, na Mungu akanipa uwezo wa kulifanya jambo hili, na Mungu akafanya kama ambavyo aliniambia. Nataka nikwambie, hii si mara ya kwanza kufanya. Mwaka 2016 maisha yangu yalikuwa chini sana. Huduma yangu ilikuwa imepigwa kabisa. Huduma yangu ilikuwa imesambaratika kabisa. Shetani alikuwa amepambana na huduma yangu, akaishusha chini kabisa. Na alipomaliza kupambana na huduma yangu, akaanza kupambana na maisha yangu, akayashusha kabisa. Na alipomaliza kupambana na huduma yangu, akaanza kupambana na ndoa yangu. Ilibaki kidogo ndoa yangu ivunjike kwa sababu ya huduma imekufa, maisha yamekuwa ya chini, hali imekuwa ngumu. Sasa nini ambacho nataka kukwambia hapa? Baada ya Mungu kusema nami, Mungu alisema nami kwamba, mwanangu Yohana Mwanisenga, kuyateka mataifa kunahitaji nguvu. Kama Biblia inavyosema ya kwamba tangu enzi za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Kwa hivyo hata sasa hivi ukitaka kuyamiliki mataifa unahitaji kuwa na nguvu. Hii dunia unayoiona inatawaliwa kwa nguvu tatu. Hii dunia yote unayoiona inatawaliwa kwa nguvu tatu. Nguvu ya kwanza ni nguvu ya Mungu aliye hai. Nguvu ya pili ni nguvu ya shetani. Nguvu ya tatu ni nguvu ya pesa. Sasa katika hivi vitu, usipokuwa na kimoja wapo, huwezi kusurvive, huwezi kutoboa kwenye ulimwengu. Kwa hiyo Mungu aliniambia, itafute nguvu yangu. Ukiitafuta nguvu yangu, nitakumilikisha mataifa, na nitakupa fedha, nitakufungulia milango, na nitaiinua huduma yako upya. Wakati huo nilikuwa na washirika wachache sana. Huduma imepigwa kabisa, maisha yamepigwa. Nalala mahali ambapo hapaeleweki, nalala njaa, maisha ni magumu. Sielewi hata familia yangu itakula nini. Ndoa yangu ikawa hatarini kuvunjika kwa sababu ya hali mbaya ya maisha. Lakini Mungu akaniambia, ukinitafuta mimi Mungu, nitakupa uwezo wa kumiliki mataifa. Ndipo nikaitii sauti ya Bwana. 2016 nikazungumza na washirika wachache waliokuwa wamebakia na wameniamini. Nikawaambia, Mungu amesema tuinue bendera juu za mataifa. Neno linasema ya kwamba nitakufanya mataifa na wafalme watatoka kwako. Nitakufanya mataifa na wafalme watatoka kwako. Na katika kitabu cha Isaya 60 anasema, ondoka uangaze, maana nuru yako imekuja. Mataifa watakujia, wafalme watakujia. Anasema wote wataujia mwangaza wa kuzuka kwako. Maana yake kuna saa ambayo Mungu anakuinua, kila mtu anaanza kukutafuta wewe. Tukaziinua bendera mwaka 2016. Mimi huduma yangu nilikuwa sijulikani hata na mtu. Nilikuwa sijawahi enda hata Kenya hata wapi. Lakini baada ya kuzinua bendera na tukamuomba Mungu kwa agano kubwa, tukamlilia Mungu,
Baada ya kumlilia Mungu, haikupita muda, ndipo Mungu akaanza kufungua milango ya kimataifa. Kama unavyoona mikutano, hebu tazama kwanza mikutano hii. Hii mikutano yote unayoiona hapa kwenye skrini yako sasa hii ni mikutano ambayo imetokana na upako wa bendera, imetokana na maombi ya Paulo na Sila ambayo Mungu alisema nami 2016. Tazama, hapa ni Kongo DRC. Hiyo mikutano yote, hayo mafuriko yote, na sio Kongo tu, mataifa zaidi ya 9 Mungu amenipa kukanyaga. Hapo ndipo nilipoona kumbe Mungu ni Mungu. Mimi nilifikiri Mungu anaongea na mimi kitu cha wakati mmoja au kitu cha majira yale. Kumbe hiki kitu Mungu alikuwa anataka nikisimamie kwa watu. Yaani kama Mungu alivyoniinua niweze kupanda mbegu ya watu kujua namna ya kumtafuta Mungu ili waweze kuinuliwa na kuyateka mataifa. Sasa mwaka huu mwezi wa kwanza, katika usiku wa kuvuka mwaka, Mungu alisema nami, utakapovuka mwaka huu katika mwezi wa 3, niinulie mashujaa ambao wataisikia sauti yangu, ambao nimeweka agano na wao la kuwafanya wawe watu wakubwa katika ulimwengu huu. Niinulie mashujaa, ukawaite watu waombaji na wale wasio waombaji, watumishi na wale wasio watumishi, na watu wa kila namna. Ukutane nao siku ya tarehe 29. Nitakuja Mungu kuinua mashujaa, nitakuja Mungu kuinua destiny za watu. Kama nilivyokuinua wewe, nimekusudia kuinua watu wengine. Ndipo nikasema, Mungu, niko hapa, nataka unitumie kama chombo chako. Nikasema, Mungu, kongamano hili linahitaji bajeti kubwa, itawezaje kuwakusanya mashujaa wako? Mungu akaniambia, kila utakayesema naye, sauti yangu itasikika moyoni mwake, naye atatii kile ambacho nimemweleza kupitia kinywa chako. Sasa nataka niwaambie nini kwa kumalizia. Mungu alinitoa chini, akanitoa katika mavumbi, akanitoa katika hali ya kukataliwa, hali ya kuonewa. Mungu akaniinulia watu kutoka mataifa mbalimbali, wakaja kuiinua huduma yangu pale ilipokuwa imeanguka chini. Wakaja kuiinua huduma yangu pale ilikuwa imeshuka viwango. Wakaja wakayainua maisha yangu, wakaja wakainua maono yangu. Kama neno linavyosema, nitakuinulia watu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Nitakuinulia watu, manake hata wewe unayenitazama, kuna viwango hautafika bila Mungu kukuinua. Kuna viwango utafika bila Mungu kukuinulia watu. Haya mataifa ambayo nimeyashika bendera zake, na bendera zote ambazo ziko hapa, tuna bendera zaidi ya 200, manake zinawakilisha mataifa zaidi ya 200. Tunakwenda kuweka agano siku ya Jumangapi? Ya Jumamosi saa 7 kamili mchana. Tunakwenda kuweka agano la kwamba Bwana atuambatanishe na baraka zilizoko kwenye mataifa haya. Inawezekana wewe usiende katika mataifa haya, lakini Mungu akakuinulia watoto wakaenda, lakini Mungu akakuinulia uzao wako wakaenda. Lakini maombi yangu ni kwamba Mungu akusaidie kabla watoto wako waende, Mungu akupe neema ya wewe kwenda. Maana Biblia inasema, nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako. Manake agano linaanzia kwako na kisha linamalizia kwa watoto wako. Kwa hiyo kwa kumaliza niseme ya kwamba hiki kitu usikione kama ni mchezo. Wengine wanaona kama tunaigiza, wengine wanaona kama vile tunafanya mchezo, wengine wanaona kama vile tunapoteza muda, wengine wanatuombea tufeli, na wengine wanatuombea tufanikiwe. Lakini mimi nataka niseme ya kwamba wewe unayeamini, imani ni upumbavu. Yaani usipokuwa mpumbavu kwenye mambo ya Mungu, huwezi kufanikiwa. Ili ufanikiwe ni lazima ufike mahali dunia ikuite mpumbavu. Maana Biblia inasema hekima ya dunia hii kwa Mungu ni upumbavu. Kwa hiyo inapofika mahali watu maarufu, watu wanaokujua wanakudhalau kwa sababu ya jambo la kimungu, kwa sababu ya ufunuo wa kimungu, manake hapo ndipo umemkuta Mungu. Kwa hiyo ninataka nikualike
Usiache kuja. Hivi ambavyo nimeshika hizi bendera na kuziinua, ndivyo Mungu atakavyokuinulia watu kutoka mataifa mbalimbali. Inawezekana we macho yako yanaiona nchi yako ndio itakupa baraka. Kumbe baraka ziko kwenye nchi yako. Kuna watu ambao nchi zenu zimeshafungiwa baraka, hamwezi kufanikiwa. Ni lazima Mungu akuinue kutoka katika nchi yako uende katika nchi ya mbali. Biblia inasema Mungu akamwambia Abraham, anasema toka wewe katika nchi yako na katika jamaa zako na katika nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuambia. Huko nitakubariki na kulikuza jina lako, uwe baraka. Maana yake nini? Kwamba kuna wakati huwezi kubarikiwa katika nchi yako. Kuna wakati huwezi kubarikiwa mahali ulipozaliwa. Ni lazima ubarikiwe kwa kuambatanishwa na upako wa mataifa mengine. Inawezekana umezaliwa kwenye familia ya kimaskini, unajiuliza, hivi mimi naweza kweli kufika Marekani? Naweza kweli kufika Uingereza? Inawezekana. Mungu aliyekutoa kijijini kwenu ushago akakuleta mjini, huyo ana uwezo wa kukupeleka katika mataifa mengine. So Mungu akubariki sana. Kwa ushuhuda huu mfupi, Mungu akupe imani. Jiconnect. Inawezekana kuna watu hamtafika, mko mbali, lakini kupitia jambo hili jiconnect kwa sadaka yako na moyo wako. Umwambie Bwana, jambo hili linaloenda kufanyika Tanzania tarehe 29 mwezi huu wa 3, Jumamosi saa 7 kamili. Nataka Bwana, wakati taifa la Tanzania litakuwa likivushwa, wakati mataifa mbalimbali watakaohudhuria watakuwa wakivushwa, na mimi niwe mmoja wapo. Mungu atakubariki sana. Mungu atakutendea mema. Upako wa Mungu hauzuiliwi na umbali. Hata kama hutafika hapa Tanzania, lakini hapo ulipo Mungu atakuja. Hapo ulipo katika nchi yako Mungu atakuja. Kikubwa moyo wako uamini. Tunakwenda kwenye maombi ya Paulo na Sila. Tunakwenda kuweka agano la baraka za mataifa. Biblia inasema nitakubariki na mataifa yote watabarikiwa kwa Mungu wako. Ina maana kumbe wewe unatakiwa kubarikiwa, ndipo familia yako ibarikiwe kupitia baraka za mataifa ambayo wewe umebarikiwa. Mungu wa mbinguni akubariki. Mimi nimeitwa kwa ajili ya mashujaa wenye imani. Wale wasio na imani mimi sio rafiki zangu. Wale wasioamini ufunuo wa Roho, mimi hao sio marafiki zangu. Mimi siku zote Bwana ameniita kuinua mashujaa. Bwana ameniita kuinua ndoto za watu. Bwana ameniita kuinua maono ya watu. Bwana ameniita kuinua mipango iliyokufa. Biblia inasema kwa mti uliokatwa kuna tumaini ya kwamba ukikatwa utachipuka tena. Mimi natamani kuona imani yako inapanda. Mungu akubariki sana. Mungu akutendee mema. Tukutane kesho kutwa au tukutane Jumamosi hii tarehe 29 saa 7 kamili za mchana mpaka saa 12 jioni. Tuweke agano. Maombi ya Paulo na Sila ni maombi ya kufungua vifungo. Mungu aliniambia ukifungiwa kwenye nchi yako huwezi kufanikiwa milele mpaka uombe neema ya Mungu kukukonekti na madhabahu za mataifa nyingine au kukukonekti na baraka za mataifa mengine. Nataka nikwambie nini? Kwamba Biblia inasema Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana aliyeingia wala hapana aliyetoka. Ina maana kumbe aliyeingia kutafuta mali hakupata, na aliyetoka kaende akafanikiwe hakupata, mpaka pale Mungu alipompatia Joshua kuangusha ukuta wa Yeriko. Na huu ni ufunuo. Mungu amenituma tuweze kuomba maombi ya Paulo na Sila, vifungo vikatike. Mungu yabariki mataifa haya. Mungu bariki maelfu na mamia na mamilioni ya watu walioko duniani kote watakaofuatilia tukio hili la kihistoria la maombi ya Paulo na Sila. Naamini ya kwamba watakaofuatilia YouTube na kwenye mitandao watapokea upako sawasawa na ambao watakuja hapa Dar es Salaam. Naomba Bwana siku hiyo viwete wakatembee, vipofu wakaone, viziwi wakasikie, mabubu wakatamke, waliotasa wakapate kuzaa, waliofungwa na nguvu za giza wakafunguliwe vifungo, waliokamatwa na mashetani, waliokamatwa destiny zao, waliozuiliwa wasiolewe wakapate ndoa. Popote walipo katika mataifa yoyote, wewe Mungu ni Mungu wa mataifa yote. Umesema tukuite, mataifa yote yatakusanyika mbele zako kwa hukumu ya mwisho. Kabla hatujakusanyika
hatukukusanyika kwa hukumu ya mwisho. Tumeamua kukusanyika tukuite Mungu wetu ili utubariki sisi na watoto wetu. Asante Mungu kwa neema yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Mungu akutendee mema. Tukutane Jumamosi hii. Tumuinue Bwana. Mataifa yote, enyi mataifa yote, enyi mataifa yote, inukeni mwabudu Bwana. Tunakwenda kuweka agano la upako wa kimataifa, na Mungu atakujalia kabla hujafa utayakanyaga baadhi ya mataifa ambayo utaweka imani yako. Mungu akutendee mema. Shalom, shalom. Amen.